Ndugu mmoja alikuwa anaitwa Satyarithi, K. Satyarithi, mmoja wa washindi wa Global Award. Katika mkutano wa bunge ya dunia, mkutano wa 136 uliofanyika kule Bangladesh, aliwahi kuzungumza katika maneno ambayo mimi napenda niyazungumze katika bunge lako hili tukufu. Satyarithi aliwahi kusema kwamba kama akina mama wangewezeshwa miaka 50 iliyopita, basi dunia tungelikuwa na taifa jema sana. If women were empowered in the last 50 years, we could have a better world. Lakini aliendelea kwa kusisitiza kwamba iwapo vijana waliozaliwa na kina mama waliowezeshwa miaka 50 iliyopita, basi tungelikuwa na vijana wazalendo wa taifa, waadilifu, na tungelikuwa na taifa lenye nguvu sana. Tanzania ingelikuwa ni taifa lenye nguvu sana. Nimeona niseme maneno haya kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaona kabisa kwamba vijana waadilifu utawakuta upande huu tuliokaa wengi. Na hapa ninataka nimtofautishe ndugu yangu Bwana Tundu Lissu ni miongoni mwa ignorant pani politician. Nimeona niseme hivi kwa sababu Tundu Lissu hana uzalendo wa taifa hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, anaendekeza harakati. Yeye ni mwanaharakati lakini si mwanasiasa. Tunawaomba Watanzania kumwepuka na kuepukana naye, kwani dhamira yake ni kuligawa taifa hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, jukumu la bunge kwa mujibu wa ibara 63 na ibara 64 ni kutunga sheria na kuisimamia serikali. Taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, wanasheria wote duniani wanatambua kwamba nchi inaongozwa na katiba, inaongozwa na sheria, inaongozwa na kanuni, inaongozwa na taratibu, lakini pia inaongozwa na taratibu ambazo chama tawala ndicho kimekiweka serikali madarakani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona niliseme hili kwa sababu huko upotoshaji mkubwa uliozungumzwa na Tundu Lissu kuhusu rais kwamba haitaki katiba mpya. Nimesema hili Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikumbushe ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2015 ambayo katika ukurasa wake wa 4 ya ilani inazungumzia mambo yatakayotekelezwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Katika sura ya 7 Mheshimiwa Mwenyekiti ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi inazungumzia pamoja na maneno mengine, ukurasa wa 163 katika aya ya 144 inazungumzia mambo yafuatayo ambayo naomba nianukuu hapa. Mchakato wa kutunga katiba mpya umeendeshwa na umefikia hatua ya katiba inayopendekezwa iliyopitishwa na bunge maalum la katiba ambayo itapigiwa kura ya maoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa taratibu kama ambavyo nimezisema. Mheshimiwa Mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi kilikuwa na ilani ya uchaguzi ambayo wananchi walio wengi waliona na kuisoma. Wenzetu walikuwa na tovuti ambayo ilikuwa ni vingumu kwa wananchi wa vijijini kuiona na kuisoma na kuikubali. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara 118 ya katiba ambayo Tundu Lissu amepotosha hapa jamii kwa kusema kwamba Mheshimiwa Rais amevunja katiba kwa kutomchagua jaji mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara ya 18 haimlazimishi rais kuchagua jaji mkuu wa Tanzania. Ibara ya 118 Mheshimiwa Mwenyekiti iko wazi kabisa. Anachofanya Tundu Lissu, anaifahamu sheria na anaijua ibara hii imezungumza vizuri, lakini anachofanya ni kupotosha Watanzania na kupotosha taharuki ya nchi yetu hii ya Tanzania. Yamezungumza Mheshimiwa Mwenyekiti masuala mengi ya kuhusu demokrasia na utawala bora, demokrasia na utawala bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi kinaongozwa na Irani na ukurasa wa 146 umezungumzia demokrasia na utawala bora. Nataka niseme Mheshimiwa Mwenyekiti hapa kwamba chama hiki kina demokrasia ya kutosha. Na labda unapomuona nyani anamtukana mwenzie ni vyema akajiangalia nyumbani kwake. Chama hiki kimekuwa na wenye viti kadhaa kila baada ya miaka 10. Wenzetu wamekuwa na mwenyekiti amekaa madarakani zaidi ya miaka 20. Hauwezi kuzungumzia demokrasia wakati nyumbani kwako kunaungua. Nchi hii Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 61 ilikuwa na rais wa kwanza, alikuwa Mzanaki, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Baada ya Mwalimu Nyerere, serikali wananchi walimchagua rais wa awamu ya pili, mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, alikuwa Mzaramu wa kutoka Zanzibar. Lakini mwaka 1995 baada ya kupitishwa mfumo wa vyama vingi mwaka 92
tulimchagua Benjamin Mkapa. Huyu alikuwa Makonde kutoka kule kusini. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, mwaka 2005 tulimchagua Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Huyu alikuwa Mkwere kutoka pale Pwani. Mheshimiwa mwenyekiti, taifa letu leo hii tunashuhudia kuwa na rais Msukuma kutoka kanda ya Ziwa. Hii ni demokrasia ya hali ya juu mheshimiwa mwenyekiti. Hii ni demokrasia ya hali ya juu ambayo wenzetu hawana. Miaka ya 90 Mwalimu Nyerere aliwahi kumthibitisha Kawawa katika moja ya mikutano yake pale Mnazi Mmoja, kusema kwamba Kawawa ni mwadilifu sana, na alikuwa tayari kutoa machozi kuthibitisha kwamba Kawawa alikuwa ni mwadilifu. Na mimi ndani ya bunge lako hili tukufu ninaomba kuthibitisha kwamba iwapo siku moja wabunge walio wengi kwa mambo mazuri yanayofanya Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa nchi hii, wabunge ikitokea mheshimiwa mwenyekiti, ikitokea wabunge walio wengi siku moja wakasema kwamba mambo mazuri yanayofanya Dr. John Pombe Magufuli si uzalendo, basi nitaliomba bunge lako hili tukufu kufuta neno uzalendo katika dictionary ya Kiswahili, kwa sababu mambo makubwa yanayofanya na Daktari John Pombe Magufuli ni uzalendo wa hali ya juu. Naomba nijielekeze kwa maneno mawili matatu ambayo nimeyaacha hapa pembeni. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Waziri, nikuombe sana wakati unahitimisha hoja yako hapa, nikukumbushe umeisha. nikukumbushe kwenye jambo moja. Kwanza tuiangalie kada ya mahakimu wa mahakama za mwanzo ambao wamekuwa wakipata mishahara midogo, na zipo taarifa wako mahakimu zaidi ya 118 ambao hawajapandishwa vyeo, na hawa ni mahakimu wa mahakama za mwanzo. Lakini pili, mheshimiwa mwenyekiti, ninaomba tuangalie kwa hali ya uchumi tulionayo, ni vyema